Watati finale, watatupenda finale, refari puliza kipenga, watati finale. Vipi vipi wakuu, ni siku ingine wecheche. So leo nimesema leo niwapatie vlog ya how I managed to transport over 300 trees. So kulikuwa na order ilikuwa imekam ya msee alikuwa anataka 300 trees to be specific, of Cupressus lusitanica. So mimi nikaelekea pale on my small nursery, kijaribu kuangalia my small nursery hapo nikitoatoa hizo Cupressus. Ilikuwa na weeds zilikuwa zimejaa because sijakuwa around for almost 3 months na nobody was looking at. Thank God for the rains zilikuwa around, so ndio maana zimegrow hivyo. So hapo nilikuwa najaribu kutafuta zile Cupressus species zenye ziko on the good, ziko on good condition. Najaribu kuzitoatoa hapo, naona nikihesabu moja moja. So leo ni siku yenye pesa inaingia kwa mfukoni. 300 trees na miti moja nauza 20 bob. Ukifanya hesabu yako unaona hapo ni around 6,000 just from trees yenye najaribu kuharvest. Mimi ndo huyo anatoa, angalia venye natoa. Hiyo imekataa kung'oka, imekubali. Mimi napanga yangu tu polepole. Ni asubuhi tu, sina haraka. Mdogo. So msee alikuwa huyu mwenye anadai hizi miti alikuwa ashazilipia. So alikuwa amesema nitampelekea, nitamtransportia. So mimi polepole tu nikasema mbona nisiwaonyeshe venye napata maganji. Wanasema watatii finali. So ndio hiyo mimi nakatakata, napunguza the weeds. Napunguza weeds juu zilikuwa mingi kibao. So hizo ni Cupressus lusitanica. Kumbuka nursery yangu si kubwa, ni kidogo. Around ni how many meters? Ni around 5 by 7 meters. 5 by 7 meters. Si kubwa. Juu karibu na barabara, iko karibu na maji. Niset karibu na barabara, karibu na maji, security iko sawa nini. Store yake iko hapo karibu. Ukiangalia hapa kuna hii bucket ya grey hapa. Hii bucket ya grey kuna hizo ni nyanya. Hiyo ni nyanya, nilienda kujaribu nyanya nione. Najua venye sahii bei ya ukiwa na nyanya wewe sasa wewe ni tajiri. So nimeenda kujaribu nikatuta nyanya ikatokea. So nitaenda kuzipanda hizo nyanya kwa shamba nione venye kutakuwa. Okay. Mi polepole nazikatakata juu zilikuwa zijamea, nafanya root pruning. Nafanya tu root pruning which is another type of caring trees, inaitwa root pruning, to reduce the growing of fruits. So nakatoatoa polepole hivyo tu, hivyo nazichangamkia. Nilikuwa na saika aje hapa, wacha niwape story. So niwape story nikiendelea kutoa hizi nini, hizi Cupressus nikiendelea kuzitoa before muangalie the final practice. So nakumbukanga, was it 20 if I'm not wrong, around 2012 around there. Ukiangalia hapo nilikuwa naongelesha msee kusaidia kuja kutoa naye juu zilikuwa mingi. Juu pia unaona ilikuwa imenyesha, so matope imejaa nini hivyo. Pole nikamanage. So nilikuwa napea story about around 2012. So mimi nilipewangwa, so I think hiyo siku sijui nilikuwa nimefanya nini, nikapewangwa 100 bob. So the 100 bob wakati nilipatiwa, nikafikiria which idea naweza fanya ndio hii pesa iweze kufanya nini, iweze kuincrease. So nikaangalia biashara ya mayai, nikasema kama mayai hiyo siku ilikuwa shilingi 11. Sasa mayai ya kienyeji sasa ni 20 bob. Nikasema hiyo ni mayai 10.
Tuseme nikienda nikichemsha niende niuze itakuwa 15 bob. Unaona hapo sina nini? Faida iko but si venye nilikuwa natarajia. So nikajikula kichwa. Then nikafikiria si watu wanatakanga seeds. Watu wanatakanga nasty seedlings. Sijui nini nikaniambia nikafikiria hizi miti huwa zinamea aje. Lazima zikuwe kwa seeds, zikuwe seedlings. So mimi nikaamua nikasema sasa juu sasa seedlings watu wanahitajingi seedlings. Juu watu wanahitaji seedlings. So mimi nitakuwa mtu wa supply nini? Hizo seedlings. Mungu 2012 nilikuwa around 10 years. 10 nilikuwa 8 9 years hapo. So nikafikiria nikasema wacha nitengeza watu nini? Seedlings. So mimi moja kwa moja nikachukua hiyo soy yangu, hiyo siku hiyo sachet. Kumbuka the potting tubes ziko 100 ndani. Ziko 100 ndani. Na hiyo sachet ya potting tubes ilikuwa natoka around 100 ama ilikuwa 90. Siku ilikuwa 90 but tuashimi ilikuwa 100. So mimi nikabuy, nikaenda kwa duka nikabuy hiyo sachet ya potting tubes. After kuzibuy nikakuja nikafill mchanga nini nikafill mchanga. After kufill mchanga nikaeka juu kuna hii type badala ya kujua kupress na take how many ina take 6 months ndio iweze kuuza iweze kugrow. Hiyo itakuwa around 15 centimeters to around 20 ndio iweze kuuza. So mimi nikaangalia kuna hii matunda inaitwa matunda damu ama the tomato tree. So ukibuy the tomato, ukipanda the tomato tree itatakingi short time. So kwa kama in the next 3 months, in the next kama 3 months hivi utakuwa na nini yako. In the next 3 months utakuwa unaweza kuuza. So mimi nikasema sawa, nikaenda kanunua nikaeka jaza mchanga, nikatafuta hizo tomato tree nikazituta nikazipanda. So in the next kama 3 months hivi, sijui ilikuwa kismat ama ilikuwa bahati yangu, kulikuwa na order. Ilikuwa imetoka, watu walikuwa wanataka hizi matunda da. Sijui mbona bora alikuwa mambo iko na nini gani. So mimi nikazisort nikazipanda. Zikapanda kwa potting tubes. Nakumbuka kila matunda damu moja hivi ilikuwa inatoka 20 bob. So mimi nikapiga hesabu yangu 20 bob na sachet ya inatoka ngapi 100 but then nikaongezea hizo katasi ya sukari. Ikienda sukari kuna kumbuka ile polythene tube ya sukari. Sukari ikikuja hiyo sukari ikija nachukua hiyo the plastic bag naenda kuweka mchanga. Ya chumvi eventually ilikuwa na kitu kama around 300. Ilikuwa na around about 300 potting tubes. So hizo ni kama 300. Na mimi nikazipanda hizo matunda hizo the tomato tree. So nikafanya 300 times 20. Hiyo inakuja around 6000. Hiyo ni 6000 shillings at the end of the 3 months nikipanda hizo tomato tree. Nikasana hesabu yangu hapo iko sawa. Nakumbuka nilikuwa mdogo so sikuwa najua kusema tafuta tu pesa. So nikajaza mchanga ni nini sasa kila daily namwagia maji. After 14 days to 21 days zilikuwa nimeshatuta. Zilikuwa kwa sowing bed nikazitransport mpaka kwa nursery bed. Kwa nursery bed nikaziweka kwa the potting tubes. Nikamwagia maji, nikafanya kila kitu, nikagia maji. Sasa nilikuwa naensure na care. So kuna ile care nursery care nikamwamsha na tunza mzuri, namwagia maji, unafanya kila kitu, unasafisha weeding nini kila kitu. So ndio ilinisaidia hizi the 300 hata zikaenda mpaka zikapita zilikuwa around 400 but mimi nilikuwa nimefika average ya 300. So nikaangalia so the next kama 3 months sikulikuwa ni ile kumbuka kulikuwa watu walikuwa wanahitaji hizi matunda damu. So mimi nikaenda after 3 months zilikuwa shakuwa kubwa. Watu walikuwa wanapigania kuzichukua. So mimi nikachukua hizo zangu za 300 nikachukua zangu hizo za 300 nikaziuza 20 bob nikapata 6000 yangu cash by the end of 3 months. Sema ile furaha ilikuwa hapo. So kuna ingoma inasema furaha ya yani nilikuwa na furaha isiyo na kifani 6000. Mimi nikajuzia mimi siku najua venye nitafanyia pesa nikapatia madhe yangu 1000.
Juu ndo alinitia msee wa kuja kununua ndo akanifanyia hesabu yote hata ni mwenyewe ndo alifanyia kama broker akaniuzia nikampatia ndo nikabaki na 5k. Kwa hii 5k nikaambiwa nikachukua 100 nikapatiwa 100 nikaenda nikaingia hoteli nikakula mandazi na chai sijui na mandazi chai na chapati nikafurahia. Alafu pesa ingine nikapatia madhe aniweke aniweke mahali ndo nikihitaji kitu naweza kunini naweza chukua pesa ili nitumie hiyo stuff fulani. So ni hivyo ndo idea nursery ika come through. So nikakuwa tu hivyo pole pole tu hivyo ikaendelea mara kidogo sasa nikaanza nikaintroduce oppressors nikaintroduce jacaranda nikaintroduce ingine inaitwa aje inaitwa aje ingine nisema jacaranda cypress hizo tomato tree kuna maua fulani kashwarina nikawekelea bila kadha wa kadha hivyo. So hivyo ndo idea yangu nursery ikakam nikapiga hiyo kazi 2013 nikabobea kabisa hivyo nikamalizana nayo. So hivyo ndo nursery yangu ikaendelea. Hata ilikuwa haikuwa on this side. Hii side nilihama juu because sijakuwa kwa nursery because of the school. Sana ilikuwa imenishika so tukahamisha on this other side. On the other side nikawachana nayo hapo ikawacha sasa huko ni huko zilikuwa kubwa, zilikuwa tunaanza kuzipanda hivyo. So that's how idea nursery ili come through nikapambana nayo. Pambana kabisa ili niweze kupata maganji hivyo shule zikaingia shule ilikuwa around mimi napeanga because nataka watering lazima nilipe nilikuwa na after ile do nilipata nilikuwa na kato kama chwani ama so nalipia msee wa kubeba maji anabeba maji anakuja anamwagia namlipa hivyo hivyo ndo kulikuwa. So pole pole leo sasa siku ingine napata maganji jo. So hapo tunatayarisha hizo compressors tutanika ni nini tunapelekea mteja hapo hivi. Kwa wenye anajua ni sahi make sure unanifollow na subscribe na like. Like not wajue story about how my journey was. Like, share, subscribe, hivyo. So by then ukijaribu kuangalia hapo kando kuna hizi matunda hizi green hizi the green deal iko hapa kando hizo ndizo nazipanda hizo sahi ndiko kwa market. Ndio huwa tunazipandanga pia. Na tukipiga order yako wakisema unataka unadai takuwai usiwahi tense. Pole pole tu.
Siwezi kaa hivyo msimamo. Hiyo uzuma kwa nyasi. Ni atoa mkono yangu. Kwanza nimefanya kitu. Uzungu utaharibu. Unakuja tu hivi unarudi. Sasa ukizungu utaharibu. Hiyo ndio uzungu. Ndio kuja mpaka hapa. Nikate nyasi hapa ndani. Kitoa. Ilikuwa ngapi? 283. Unasema nataka 300. 300? Sio ni ngapi? Sasa hivi sio kwa gunia. To 17 plus 83. Si 500. Nunggu hesabu.
Fika ngapi? 26. Weka 40. Haijajaa.